Ukiyatekeleza ibada hizi unarudi kama ulivyozaliwa, mweupe kabisa, huna hata doa moja ya madhambi. Na hadithi imo kwenye Sahih Muslim. Kuna bwana mmoja akiitwa Amr ibn al-As. Huyu Amr kabla hajasilimu alikuwa ni adui mkubwa sana ya Uislamu, akimpiga mtume vita, akiwapiga maswahaba vita, akiwafanyia kila aina ya khiana, kila aina ya mabaya. Hata maswahaba walipohamia Ethiopia, walipokwenda Habash, Makuraish walimtuma Amr ibn al-As aende kwa rafiki yake An-Najashi, mfalme Najashi kule Ethiopia, aende akatie fitina Waislamu watiwe ndani ama wauawe. Na Amr ibn al-As alibeba zawadi nyingi sana, akabeba dhahabu, akabeba nafaka na wanyama, akaenda kuhongana huko ili Waislamu wateswe, watiwe ndani ama wauawe. Lakini Jaafar bin Abi Talib alimshinda kwa hoja, na mfalme Najashi akamwambia, wallahi siwezi kukukabidhi hawa watu hata ukinipa jabali nzima ya dhahabu, wacha vitu ulikuja nayo hapa. Lakini miaka ilivyokatika, miaka zilivyopita, huyu Amr ibn al-As alikuja akasilimu. Sasa aliposilimu baada ya kula shahada, yale mawazo na kumbukumbu ya mabaya ambayo alikuwa akiwafanyia Waislamu ikawa inamwijia katika akili yake na moyo wake. Akawa anakumbuka yale mambo aliyomfanyia mtume, yale mambo aliyowafanyia maswahaba. Basi Amr ibn al-As akakosa raha maskini, akaanza kulia tu, analia masaa 24, anashindwa kula, anashindwa kulala. Maswahaba wanamuuliza Amr, nini ya Amr, umeshasilimu, umo ndani ya nuru ya Uislamu? Anawaambia, mimi nitakuwa na sura gani mbele ya mtume jamani, baada ya kumfanyia yote nilomfanyia? Mimi nitakuwa na sura gani mbele ya Jaafar bin Abi Talib? Nitakuwa na sura gani mbele ya Abubakar Siddiq? Basi mtume sallam akapata habari kwamba toka Amr ibn al-As amepata habari, amesilimu, ameshindwa kula, ameshindwa kulala, analia tu. Basi mtume akatoa amri, Amr ibn al-As aletwe mbele yake. Amr ibn al-As analetwa mbele ya mtume, huko analia mpaka anatetemeka. Mtume anamwambia, nini ya Amr? Ndio mtume akamwambia mambo matatu haya. Akamwambia, ama alimta ya Amr anna al-islama yahdimu ma kana qablahu, ewe Amr, wewe hujui kwamba mtu anaposilimu Uislamu inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajasilimu. Unapomwona mtu anakula shahada hapa msikitini, anasilimu au mahali popote pale, pata kujua huyu bwana amerudi kama alivyozaliwa, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Wa anna al-hijra tahdimu ma kana qablahu, katika riwaya tahdimu ma kanat qablaha. Ibada ya hijra, mtu anapofanya hijra, kama maswahaba walivyohama Maka kwenda Madina na dini yao na mali yao, hijra inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda hijra. Na ndio hapa mtume akasema, ambapo ni mahallu shahid, wa anna al-hajj yahdi ma kana qablahu, na ibada ya hajj inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayatekeleza, alikuwa anayafanya kabla hajakwenda kufanya ibada ya hajj. Ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi nyingine, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu, mtu yoyote mwenye kwenda kufanya ibada ya hajj wa lam yarfuth, hakumuingia mke wake. Unajua kuna baadhi ya watu ambao wanaandamana na wake zao wanakwenda haji, na mmoja katika mambo ambayo inaharibu hija ya mtu ni mtu kustarehe na mke wake wa halali kabla hajavua ihram.